Unawezaje kumtambua mtu ambaye ana msongo wa mawazo? Unawezaje kumtambua mtu ambaye anasumbuliwa na stresi? Sasa hapa nitakuelezea dalili 3 ambazo ukiziona kwa mtu yoyote yule, jua kabisa kwamba huyo mtu anasumbuliwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo unaweza ukaangalia namna ya kumsaidia ili kumwepusha na msongo wa mawazo. Kitu cha kwanza ambacho utakigundua, mtu akiwa katika msongo wa mawazo huwa anakuwa na tabia ya kulala sana au kukosa usingizi kabisa, na muda mwingi anaotumia kulala. Maana yake anakuwa kama anajiepusha ili asifikirie sana kuhusiana na kitu ambacho kinamsumbua. Lakini kuna muda mwingine anakuwa anakosa usingizi, hata kama akienda kulala usingizi hauji, anakuwa anatafakari sana. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya kwanza ya itakayo kutambulisha kwamba mtu fulani anasumbuliwa na msongo wa mawazo. Kitu cha pili, kukasirika haraka. Anakuwa anakasirika kirahisi hata katika vitu vidogo vidogo tu. Unaweza kumwambia jambo dogo tu lakini likamchukua, yani akakasirika, akaongea kwa hasira, akapanic. Hiyo ni dalili pia inaonyesha kwamba mtu huyo anasumbuliwa na msongo wa mawazo. Maana yake kuna vitu ambavyo hajavipatia majibu katika fikra zake. Kuna vitu ambavyo vinamsumbua, kuna vitu ambavyo vinamletea utata, anashindwa kupata mwafaka. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya pili inaweza kuonyesha kwamba mtu fulani anasumbuliwa na msongo wa mawazo. Na kitu cha tatu na cha mwisho, anakuwa na tabia ya kujitenga sana au kuvichukia au kutokupenda vitu ambavyo hata alivyokuwa anavipenda awali. Kwa hiyo mtu mwenye msongo wa mawazo anakuwa na tabia ya kujitenga sana, anakuwa na tabia ya kuonesha kama upweke, kwa sababu anatamani kupata utulivu ili aweze kutafakari kwa kina mambo yanayomsumbua. Kwa hiyo unajikuta hiyo hali inampelekea mara nyingi kuishi kinyonge, kuishi katika hali ya udhaifu, kitu ambacho kinaweza kikamfanya akafanya maamuzi ambayo ni magumu. Kwa hiyo kujitenga na kuchukia hata katika vitu ambavyo ni vidogo vidogo, hiyo pia ni dalili inaonyesha kwamba mtu fulani ana msongo wa mawazo. Sasa nini ambacho kifanyike? Nini unaweza kufanya kumsaidia mtu ambaye anasumbuliwa na msongo wa mawazo au stress? Kitu cha muhimu ni kumshauri au kumfariji namna nzuri ya kuepukana na msongo wa mawazo unaomsumbua. Hasa unatakiwa utafute ni nini hasa kiini au chimbuko la tatizo linalomfanya afikirie au awaze sana. Na njia nzuri, kama utapata nafasi, jaribu kujadiliana naye katika mfumo wa mahojiano, kwa sababu katika mfumo wa mahojiano ndipo mtu anaweza kupata nafasi ya kuuliza maswali yote yanayomsumbua, na kama mtu ambaye anamsaidia kumshauri au kumsikiliza ili kutatua tatizo linalomsumbua, kama atakuwa vizuri katika kuyajibu maswali, anaweza kujikuta anamsaidia na mtu anaondokana kabisa na tatizo lililokuwa linamkumba, yani kuwa na stress au msongo wa mawazo. Kwa hiyo tumia njia ya majadiliano, mpe nafasi ya kuuliza swali, mjibu, ujiweke katika upande wake, mjibu vizuri, hakikisha kwamba anaelewa kile ambacho unakimaanisha, hakikisha kwamba unagusa hisia zake. Unaweza ukajikuta unamsaidia na anaweza kabisa kuondokana na tatizo ambalo linamkumba. Okay, karibu sana, na kama utakuwa na swali kuhusiana na masuala ya saikolojia, masuala ya matatizo ya msongo wa mawazo na stress, usisite kuniandikia katika comment, niandikie nami nitakujibu. Lakini pia kama una jambo unahisi unatamani kuelezea ili watu wajifunze, andika chini kwenye comment, tuandikie nini ambacho wewe huwa unafanya endapo unakutana na mtu ambaye anasumbuliwa na msongo wa mawazo, mtu ambaye anakuwa na stress. Tuandikie kwenye comment pia tupate kujifunza kutoka kwako. Asante sana.